Yes, kile kitu ambacho wanapenda kufanya kila siku na wanatamani kila siku watu waweze kuona kile kinafanyika ni kujua pia maisha ya watu maarufu ndani ya mkoa wa Katavi. Na hii ndio sababu Mahari Media ikaja na wazo zuri, wazo ambalo linaenda kukutanisha na watu maarufu. Leo tuko na mwamba hapo, utaenda kumfahamu. Ni mtu fulani hivi, yeye ndo ataenda kutuambia kinagaubaga zaidi. Mimi nimeenda kukutana naye mjini huko ambako kulikuwa kuna mashindano fulani, mara naangalia hivi naliona jina. Mbona naona jina kama la Kabendeni hili? Imekuwaje? Ndio nikagundua hapo. Sio kesi sio mbaya. Tuko eneo la home ground hapa, ndio eneo ambapo tunafanyia haya mambo yetu. Lakini zaidi nikwambie tu home ground imekuwa sana kiasi kwamba sikukuu zilizopo mbele yetu bwana, watoto wampata sehemu ya kuja kuenjoy. Kuna michezo mingi ya watoto utaipata iko hapa, lakini pia zile swimming pool kwa ajili ya watoto, lakini pia watu wazima ziko hapa na watu wote tutaenjoy, kwa sababu sikukuu hii sidhani kama kuna sehemu nyingine ya kwenda kufurahia zaidi ya hapa ambapo home ground. Ninazungumzia ni katikati ya mji wa Mpanda. Tukizungumzia watu maarufu, basi sehemu maarufu tusizisahau pia. Mimi naitwa Dennis Mkakala. Niko na ndugu yangu hapa, yeye ndo ataenda kuzungumza zaidi ni nani, na leo tuko naye hapa. Tunataka tukamfahamu kinagaubaga. Karibu sana ndugu yangu. Asante. Kwa majina mimi naitwa Lusajo Edu Mwaipaja. Ni mzaliwa wa Mpanda lakini ni mwenyeji wa Mbeya. Ndio. Nilivyosikia tu mwa nikajua tayari hapa tushaingia Mbeya. Ndio. Tunataka kumfahamu Sajo ni nani? Japo sisi wengi tunamfahamu Sajo Event. Huyu Mwaipaja huyu ni mpya tena. Ndio. Kwa jina la biashara ndo natumia Sajo Event, ndo tunajihusisha na upambaji wa kumbi mbalimbali za sherehe. Tunakodisha vifaa vya mapambo, tunakodisha matenti, tunakodisha viti, tunapika keki na kutoa huduma zingine mbalimbali ambazo zinahusiana na sherehe. Okay. Mtu akimzungumzia Sajo, tuanzie kule Mbeya nyumbani. Sajo ni mtu wa aina gani na alikuwa vipi akiwa mdogo? Mimi kama nilivyosema ni mzaliwa wa Mpanda hapa ambapo shule ya msingi nimesoma Kashato shule ya msingi, sekondari nimesoma Mwangaza sekondari, lakini kidato cha 5 na 6 nimesoma Ivumwe ambapo Ivumwe iko Mbeya. Pia nikabahatika kwenda kuchukua degree yangu ya kwanza ambapo nimechukua degree ya walimu. Nimesoma University of Dar es Salaam campus ya Mkwawa ambayo iko Iringa. Okay. Ndio. Sawa, kwenye familia tukianzia pale. Sajo ni mtoto wa ngapi na mazingira yakoje nyumbani? Mimi Sajo ni mtoto wa 3 katika watoto 6. Okay. Ndio. Umeoa? Bado. Sajo. Hivi kweli kabisa mtazamaji pale anapotutazama pale anaona kabisa yule ni single? Yes. Kabisa? Yes. Amna mchakato labda karibuni? Mchakato mwakani. Okay. Sawa, tuanze kuangalia kwenye masuala ya kifamilia mpaka unafikia sasa kuwa mpambaji. Ili kwaje? Mimi kwenye kupamba ambapo baada kupamba rasmi nimeanza kupamba mwaka 2012 baada ya kumaliza Mwangaza sekondari ambapo nilienda Mbeya. Baada ya kwenda Mbeya nilikuwa na ndugu yangu ambaye ni aunti yangu anapamba yuko Mbeya. Kwa mara nyingi tulikuwa siku nisipoenda shuleni, nilikuwa weekend ile tulikuwa tunaenda tunapamba. Baada ya hapo nikaja nikaiona fursa Mpanda, nikawa nikirudi likizo ndo nikaanza kuwa napamba. Shughuli yako ya kwanza ilikuwaje? Shughuli ya kwanza kabisa kabisa ya kwanza mapambo hayakuwahi kunilipa mwanzoni. Kwa sababu mwanzoni shughuli ya kwanza ilikuwa ni kama vile tulikuwa tunajitolea tu. Watu walikuwa na vifaa vyao, wakaomba niwapambie kwa sababu nimeshatoka Mbeya, ndio nilipoanza nikaanza kupamba, ndio watu walipoanza kunifahamu. Walijuaje kwamba Sajo anapamba? Wakaandaa vitu uje upambe? Yaani ni mtu tu alikuwa ana sherehe yake, alikuwa anatoa mtoto nje nadhani. Baada ya hapo alienda kuazima vifaa, wakadai kwamba wanapamba wenyewe, lakini baadaye wakashindwa, mimi ndo nikaanza kuwapambia. Uliwaambia kwamba naweza kupamba au wao ndio wakasema Sajo njoo tusaidie? Niliwaambia naweza. Haya, sasa umeshafanya tukio pale tayari umepamba. Ikawaje sasa ukaanza kutengenezeka hizo channel? Ndio baada hapo watu wakawa wanaona kazi zangu, ndio watu wakawa napigiwa simu. Na kwenye kuanza kupamba kabisa nianza kuwa na azima vifaa na kodi na pamba nipoje kununua vya kwangu.
Ni vifaa gani ambavyo vinatumika hasa kwenye kupamba ambavyo ulihisi kwamba hivi nikiwa navyo sasa shughuli yangu itakuwa inakamilika vizuri? Kwa mpanda wa kipindi kile wakati naanza, yani mtaji mkubwa ulikuwa ni vitambaa vyeupe, taa pamoja na maua. Ndio. Tupe sasa haso za mpaka sasa unaenda kumiliki vya kwako. Haso baada ya hapo ilikuwa ni kama nikipata kazi. Kuna muda nyumbani ndio walikuwa wananipatia pesa kwa ajili ya kwenda kununua vitu, lakini sio kama nilikuwa napatiwa. Ile pesa nilikuwa nikiazima na narudisha. Ndio. Na ulikuwa ukiazima kweli unaambiwa mzigo uko wapi? Familia inarudi. Hapana, mimi mwenyewe nilikuwa narudisha kwa sababu spendi kwanza kumweka mtu akiwa na kinyongo. Tuanzie hapo, manake kuna faida kiasi gani mpaka kiasi cha kufikia sasa upate vya kwako uache sasa kuazima nyumbani? Hapo ni baada ya zile pesa ambazo nilikuwa nalipa, ndo ni asilimia kubwa mzunguko nilikuwa naupata ni zile pesa ambazo nilikuwa nalipa. Ndio nilizokuwa nanunua vifaa vya kwangu mwenyewe. Ndio. Kazi ambayo unahisi kwamba hili niingezea sasa nikaanza maisha yangu na sio ya kuomba tena, ni kazi ilikuwa ya aje? Kazi ambayo niliniingizia ilikuwa ni ya manager Chinyama. Manager ilikuwa ni Airtel. Okay. Ndio nilipewa ile kazi na ndio rasmi nilipoanza kunitambulisha. Baada hapo kuna baadhi ya kazi zingine nilipo hela nyingi, na baadhi ya taasisi ambazo nafanya nazo kazi, kuna kazi za serikali, kuna kazi za mwenge, ndio kazi ambazo zinaingizia sana pesa. Sasa hivi tukimzungumzia Sajo, ni mtu aina gani kwenye mkoa wa Katavi? Sajo kwa mimi kuna muda najiona tu ni mtu wa kawaida, lakini watu jinsi wanavyoniona wananiona kama niko tofauti. Ndio tofauti yao wanayoiona iko wapi? Ndio kwa sababu tu naishi ya umaarufu basi. Okay. Ndio. Unaishije kwenye familia? Kwenye familia sasa hivi yani kifamilia, kipindi kile unaenda unaomba walikuwa wanaona mtoto. Sasa hivi unajitegemea na kila kitu. Kwanza mimi katika kwenye hii kazi kabisa. Hamna mtu alikuwa anatamani kumbe ndio nafanya. Okay. Mama yangu alikuwa anapenda nisome, na mara nyingi yani hata vitu vyangu vya mapambo ilikuwa siruhusiwi kuweka nyumbani. Kwa mwanzoni kabisa, lakini baadaye baada ya kuona kwamba matunda napata hela nafanya nini, ni kama ndo nilianza kuruhusiwa, na asilimia kubwa yangu ya vitu iko nyumbani kwetu. Okay. Ndio. Kwa mwanzo ulikuwa unaweka wapi? Yaani mwanzo ilikuwa halikuwa hataki. Kwanza kupamba mamangu alikuwa hataki. Amna alikuwa anaruhusu, wengi walikuwa wanapenda nisome. Ndio. Sasa ile mwanzo anakataa kwamba usiweke nyumbani, ulikuwa unaweka wapi wewe? Nilikuwa na force tu. Nilikuwa na force tu hapo naweka. Ndio. Sasa hivi mama anaona ile unaingiza kitu na nini, amekubali. Support yake ikoje? Support kwa mamangu. Mamangu ananisupport sana kwa sababu kuna muda anasaidia kutafuta kazi. Kuna kipindi mimi nilikuwa nasoma kwa sababu tangu 2012 baada ya kumaliza form 4 nimeenda advance, hii kazi nafanya. Kwa hiyo nilikuwa nikipata kazi mamangu ndio alikuwa anisaidia zile kazi kwenda kusoma. Kuna muda nilikuwa napigiwa simu naambiwa kwamba kuna kazi, baadaye nilikuwa namtuma mamangu au kaka yangu ndo anaenda kuongea na ile kazi, baadaye wanaifanya ila kwa kupitia jina langu. Kwanza mimi mpaka narudi Mpanda kuna watu walikuwa wanijua kama ni mimi ndo ninayemiliki. Ndio. Kwa hiyo tuseme familia sasa hivi wote ni wapambaji. Kama wote ni wapambaji, lakini mwanzoni walikuwa yani wengi walikuwa hawaamini katika mapambo. Tuanzie hapo. Kwanza wewe ndio ukaanza kufundisha wengine au hao wengine pia na wao walikuwa na vipawa vyao vya kupamba? Mimi ndio nikaanza kufundisha na wengine baada ya kuwa nimetoka Mbeya. Ni rahisi kiasi gani kumfundisha mama? Kumfundisha ni kazi kuna kuelekezana, yani kwa sababu sio kitu mtu anachokipenda. Ila kwa sababu anaona kuna hela ndo anafanya. Yaani sasa tupe picha hivi. Yaani ilikuwaje sasa unamwambia mama tuwezetu sasa kuna kazi fulani nataka ukanisaidie kupamba pale, na yeye mama akakubali? Wakati huo mwanzo kilikuwa kizingiti moja wapo. Yaani mamangu kwanza kukubali kwenye mapambo ni baada ya kuona kwamba nilikuwa nahitajika sana kwenda kuifanya hiyo kazi, na mimi kuna muda nilikuwa nakuwa sipo na alikuwa anajua ndio kitu ninachokipenda, kwa akawa anaenda kunisaidia kusimamia. Ndio. Baadaye akajikuta na yeye ameingia. Ndio. Sasa hivi kitokea kazi mnaweza mkaenda wote tu? Mama yangu kwa saizi tangu nimerudi sio sana, ila nikiwa na kazi labda na kazi 2 kwa siku na kazi ngapi ndio waga na wagawanyisha wanaenda. Sajo, hii kazi ya mapambo wanaume sio sana. Hata ukiangalia kwenye yale mashindano pale niliangalia majina yale wengi wanawake. Kwako inakupa ugumu kiasi gani na urahisi kiasi gani? Yaani wanaume wapo wanaofanya,
kazi ya mapambo, kwa sababu siku hizi nimeshaona kama kazi kama mheshimiwa alivyosema kwamba nataka mwende VETA, kwa hiyo unaangalia fursa yako iko wapi. Kwa hiyo mimi kabisa kwenye mapambo ni mwenyewe, sio kama nilikuwa napendelea sana, ila nilijikuta tu nimeanza kupamba baada ya kuona kwamba fursa iko kwenye mapambo. Watu wanakuchukuliaje Sajo sasa? Yaani kwenye upambaji uko wanakuonaje mwanaume yule anapamba? Yaani mwenyewe mwanzo unajua ulikuwa unapitia huo ugumu, lakini baadaye ukaona ndio kazi sasa. Ila sasa kwa sababu ya mafanikio na vitu vingi, wengi wanatamani. Na wengi wanatamani kujifunza, na wengi wanatamani nilianzaje. Ndio. Kuna ambao labda wanapitia kwako kuomba kujifunza? Wapo wengi wanaopitia. Unao wanafunzi? Wanafunzi nao ni wengi, na hata vijana wanaofanya nao kazi ni watu ambao nimewafundisha. Sawa. Turudi hapa kwenye masuala mazima ya familia bado. Mwanzo ilikuwa kizingiti, wakaona changamoto, baadaye mafanikio na wao wameingia. Hii kazi inaisaidia familia kwa kiasi gani, yani kiuchumi? Inawasaidia kwenye familia yetu, yani imekuwa ni kwa sababu yani mimi kubwa, hata ningeomba kwamba mimi yani niseme nimesoma kupitia mapambo. Kwa sababu kipindi cha likizo nikiwa nikirudi nikifanya kazi, ndio pesa ambayo nilikuwa natumia shuleni, muda mwingine nilikuwa nalipia ada. Okay. Ndio. Kwa sasa tunaweza tukasema mapambo ndio kazi yako ambayo unaitegemea. Ndio. Sasa tuambie kwenye mji wetu wa Mpanda, maana yake hapa tukizungumzia mapambo kwenye mji wa Mpanda kwa sasa hivi mtu wa kwanza kumtaja atakuwa Sajo. Yes. Mtu anataka shughuli yake, namna ya umpataji Sajo kwenye mapambo, maana order zitakuwa ni jinsi ya kutupata. Sisi tunapatikana Makanyagio, ofisi zetu pia ziko kanisa la Moravian pale. Pia tunapatikana mitandao ya kijamii, tuko Facebook, tuko Instagram pamoja na TikTok. Sajo Event. Au namba za simu 0753739405. Sawa. Kuna watu ambao wengine wanatamani kuwa kama Sajo. Unaweza kuwapa mbinu gani ambazo wanaweza kuzitumia sasa na wao wakaja wakawa maarufu? Wapo wapambaji huko mtaani, lakini mbona sio kama Sajo? Cha kwanza mimi nahisi ni uaminifu. Kutokuwa na tamana pesa. Kwa sababu ndio maana kama nakwambia mimi mapambo hayakuwahi kunilipa mwanzoni, lakini faida yake nimeanza kuiona ni sasa hivi. Kwa sababu nimewekeza pesa nyingi kwenye mapambo, mpaka kuna muda nyumbani kwetu walikuwa wanasema kwamba kila pesa unayopata wewe unaenda unanunulia vifaa. Ndio, kwa hiyo cha kwanza, mtaji wa kwanza ni uaminifu. Cha pili kumshirikisha Mungu. Ndio. Kuna mtu mmoja leo nilivyoposti kwamba nitakuwa na Sajo Event kwenye interview ya kumfahamu Sajo, akaniambia Sajo bwana ni moja ya watu toka shule ya msingi alikuwa na utukutu huo. Aliwahi pia kunipa zawadi ambayo ya ubunifu kwa mapambo. Unaweza kumkumbuka? Zawadi ya ubunifu? Ulibuni kitu kampa zawadi. Shule ya msingi nimemwambia bwana niliandika nitakuwa na Sajo leo, nimuulize chochote kinachohusu maisha yake. Akanambia bwana mimi mpe tu kongole zake, alinipa zawadi shule ya msingi. Huyu bwana alianza utundu mapema sana. Atakuwa ni Veronica Sesa. Kwa nini? Manake hata nilipokuwa shule ya msingi nafanya kazi sana kufunga gift. Ambazo ni za graduation. Maana watu wengi wanakuja na wafungia gift za graduation za zawadi. Ndio. Mwanzo ulituambia kwamba ulienda Mbeya ukaenda kule ukakutana na hivyo vitu. Mbona tena shule ya msingi hapa vipi? Shule ya msingi yani ndio maana nikwambia kwamba sio kitu ambacho nilikuwa nakipenda sana, kwa sababu mimi ndio maana nimepitia vitu vingi, nimefanya vitu vingi. Kuachana na mapambo nilikuwa natamani, yani kuna vitu nilikuwa natamani kuwa nafanya. Lakini baadaye nikajikuta nimeanza kupamba na mapambo kwa sababu nikaona kuna fursa kuna mapambo, nikajikuta nimeanza kupamba. Kwa leo ungekuwa nani? Leo ungekuwa nani kama usingekuwa mpambaji? Yaani kwanza kuna kipindi paka mtaani kwetu walisema kwamba kote umezunguka lakini hapo ndo umefika. Ndio. Yani ulitamani uje uwe nani yani? Maana hapo katikati palikuwa pana mwalimu, biashara. Biashara. Okay. Nimesoma biashara, nilikuwa natamani kuwa mhasibu sana sana. Lakini ndo nimejikuta niko kwenye mapambo. Hapo katikati umesema walimu pia? Walimu nimesoma kabla kwenda kusoma walimu, nilisoma pia kozi ya IT. Pia nimesoma IT katika kujitafuta. Lakini leo tuko kwenye mapambo. Ndio.
Tuzungumzie sasa hii biashara ya mapambo. Kwako wewe unaiona iko katika ngazi gani kwenye mkoa wetu wa Katavi? Maana asilimia kubwa shughuli kweli zinapita kwa Sajo. Kwenye mapambo Mpanda tuseme kwamba tunajitahidi. Ndio. Kuna tenda ambazo labda unapata nje ya Mpanda? Ndio, napata nyingi tu. Tupe tofauti sasa ya nje ya Mpanda na hapa. Kimaokoto sasa. Mpanda, nje ya Mpanda na hapa kwenye ukipata kazi za nje unalipwa vizuri ukilipa ndani. Ni nini sababu? Kuna muda mwingine kwa sababu wanaishi uzawa, ile kuzoeana mazoea sio na nini. Okay. Ndio maana. Tukirudi kiuhalisia tufanye biashara kama biashara, tuachane na uzawa na undugu na nini. Mapambo yanalipa. Yanalipa lakini sio kwa kiasi chake. Inategemeana. Kuna siku moja nikiwa natembelea mtandaoni baada ya zile tuzo zile. Nilikuwa naona Sajo mikoa Morogoro, Mwanza, wapi. Yale mashindano yalikupataje kwanza? Tuanzie hapo kwanza. Yale mashindano yalinipata kutokana na kwanza ile mashindano mimi nilikuwa kwenye kitengo cha wanaume wanaofanya vizuri mikoani. Paka kuja kufika kule mimi katika kicho kufanya mpaka nikaibuka sana kwenye mapambo kwa sababu watu ambao nashirikiana nao katika hii kazi, watu ambao nikiwa na shida na wauliza nini ni wapambaji wakubwa katika mikoa mingine. Yes, fresh. Kwenye muda ni kama vile yale mashindano yalikuwa yanahitaji uwe na muda kwa ajili ya kutafuta watu watakaokupigia kura. Ndio. Kwa hiyo kupata muda wa kuanza kusambaza link. Muda wa kusambaza link ndio nilikuwa sina. Okay. Sawa, mtazamaji wa Maalim Media, ni kwamba leo tuko na Sajo Events. Hilo ndio jina lake la misosi. Yeye bwana anakuambia ameshapitia sekta nyingi. Sasa hivi tukisema kama aende VETA, sijui utaenda ukachukua ipi VETA pale? Tabaki kwenye mapambo. Mapambo tu. Ndio. Sawa, tumeanzia mbali sana lakini Mwamba anakuambia bado hajaoa. Michakato imekaaje hapa tuweke sawa kwanza maana. Yaani hatua zikoje? Yaani tujue kabisa tunaanzia kama tunaandaa matumbo ya kula tu au tuna michango tuanze kujiandaa. Na michango. Kamati utakuwa mwenyekiti. Ili tutamwachia mkurugenzi Maalim. Yeye ndio au mwenyekiti. Lakini sasa tuambie mapito yako ya shule. Maana mimi nimekupa tu nusu, nikisema nianze kuyafungua yote. Tupe mapito yako ya shule. Vitu gani wewe ulikuwa unapendelea ukiwa shule? Hasa tukianzia msingi mpaka chuo. Nilichokuwa napendelea sana ni kuandaa event. Kwa sababu hata event hizi pia nipo kwa shule nilikuwa naandaga. Event za aina gani? Sasa nilikuwa ni tour. Ndio nilichokuwa napenda. Hata kuandaa event nilikuwa napenda sana. Ila sana nilikuwa na base sana kwenye tour. Ndio. Kwenye masuala ya siasa huko hujawahi kuingia? Sijawahi kutamani hata kuwa kiongozi. Kwa hiyo wewe ukisikia hivi kuna watu wanasema wanagomea uchaguzi wewe sijawahi kutamani. Lakini kwenye masuala ya uchaguzi na wewe unajitokeza? Najitokeza ndio. Umejiandaa vipi na kujiandikisha masuala ya uchaguzi yanakuja hapo sasa hivi? Wewe ndio mpiga kura mwingine? Nimejiandaa vizuri. Ndio boss. Tutegemee utakuwepo? Ndio nitakuwepo. Sawa. Mtazamaji wa Maalim Media, ni kwamba tuko na Sajo Events na ni mtu ambaye ana vitu vingi sana, lakini kikubwa zaidi ameamua kustiki sehemu moja. Yeye anadili na mapambo. Hivi kuna tofauti ya upambaji kwenye sherehe ya kwa maana ya harusi na sherehe ya kawaida? Kwa mfano kama juzi hapa tumeona TRA wanafanya sherehe yao. Kuna tofauti ya gharama hapo zinazoendana au vitambani vile kwa hiyo gharama yake inakuwa ile? Utofauti unakuwepo. Utofauti sana gharama kwenye kosti harusi inakuwa na kosti kubwa sana kulinganisha na lakini zile event za kiserikali kutokana na protocols zinakuwa zina usumbufu sana, ndio maana gharama inakuwa ni kubwa. Pia na uhitaji wa baadhi ya vitu ambavyo vinahitajika kwenye sherehe vinakuwa kwenye zile event za kiserikali kunakuwa havihitajiki. Ndio. Kwa mfano kwenye harusi inaweza ikawa gharama sehemu gani na gharama inaweza kuwa kiasi gani? Kwa ile harusi yenye gharama kubwa. Gharama kubwa kwa mfano kwa sisi kwetu mimi naona kwamba gharama kubwa inakuja sana kwenye inategemeana na ukumbi, ukubwa wa ukumbi, pia ni matamanio ya mtu, anatamani sherehe yake iwe namna gani. Kingine pia event, ikiwa event ya nje inaweza kana gharama kubwa sana kwa sababu event ya nje kutokana na hali ya hewa na nini, kwa hiyo inakuwa na usumbufu sana. Kwa hiyo ndio inakuja kuongeza cost pale kwenye gharama. Inaweza kugharimu shilingi ngapi event ya nje?
inategemeana sana mhitaji anahitaji nini. Kwa hiyo tunakaa mezani, tuna calculate, tunakupa bei. Jaribu kuiruka ruka kuipindua pindua, ila ya nje ndio ina gharama zaidi kuliko ya ndani. Sawa. Kwenye hizi za serikali unaona urahisi wake upo sehemu gani kwa kusema kwamba ina bei ndogo? Urahisi wa event za serikali yaani sio kama inakuwa na bei ndogo, lakini ni uhitaji wa watu jinsi wanavyohitaji. Na kama nilivyokuambia kwamba inakuwa na protocol sana. Unaweza ukafanya hivi ukaja kuambia toa hichi, fanya hivi, toa hichi. Kwa hiyo usumbufu, hata kama ukiwa umelipwa bwana, kama umelipwa, hata ukisumbuliwa ile umefanyaje? Umelipwa. Ndio. Hizi inaonekana unazikwepa kwepa. Bwana Sajo, wewe unapendelea vyakula vya aina gani ukiwa nyumbani? Au nani aandae pia? Chakula ninachopendelea mimi, napendelea ndizi. Ndio. Mambo ya Bukoba huko. Ndio. Unapenda uandae wewe au kuna mtu wa kuandalia? Napenda niandae mwenyewe. Kipi ufundi wako ukoje jikoni? Pia kuna chakula kupika naweza. Okay. Ndio. Kwa hiyo licha ya kupamba lakini mnaweza mkapika na chakula kwa ajili ya hizo shughuli. Naweza. Okay. Unaingia mwenyewe jikoni? Naingia. Si pesa. Naingia. Sajo, tupeleke jikoni hiyo kwenye hiyo ndizi yako. Unatakiwa kuwa na vitu gani? Kwenye ndizi. Mimi ndizi ninazopenda sana. Ndizi ninazopenda sana ndizi za matoki yale. Matoki ya kukaanga. Afu wanaminya, Wanyakyusa wanakaanga afu wanaminya. Afu wanaulisha tena kwenye mafuta. Ndio ninaopendelea sana. Kuna unaweza kuminya na mkono au kuna vimbao fulani wanatumia kuviminya afu unachoma tena kwenye mafuta. Ndio ninaopendelea. Wewe inamaanisha nini ile kuminya? Yaani kuminya ni kama kuziponda ponda. Ile za kukaanga hizi ndizi unaimenya, unaipasua katikati, mafuta yapite katikati, baada ya hapo unaikanga kwenye mafuta, unaitoa, unaiminya tena unarudisha kwenye mafuta. Ndio. Ndio. Haina viambata pembeni? Viambata ni parachichi. Kwa hiyo ni ndizi na parachichi. Ndio. Sasa hapo kaka, si umekula matunda tu. Ni chakula kweli? Si matunda. Ni chakula? Na unakuwa umemaliza usiku wako yani. Ndio. Mchana umeisha. Ni chakula. Ukila na nyama choma. Ndio. Nini ambacho wewe yani hukipendi kutoka kwenye jamii yako ambayo inakuzunguka? Ambacho yani hiki kwa sababu nipo tu lakini sikipendi kabisa mimi kwenye jamii. Mimi ni chuki tu ndo sizipendi. Sizipendi chuki. Chuki za aje? Chuki za bila kuwa na sababu. Okay. Ndio. Hivi kuna mtu anaweza akakuchukia bila sababu? Ndio, sasa kuna riziki kuna chuki sana. Ikoje hiyo? Inatokea mara nyingi, mwingine anaweza kachangata hamna sehemu, yani amfanyi kazi moja, amfanyi nini lakini anakuchukia. Hii inahitaji ufafanuzi mzuri zaidi. Yaani mtu amfanyi kazi moja, amtoke sehemu moja, hamuingiliani sehemu yote anakuchukia. Yaani inakuwaje kwaje? Nahisi kwa jinsi anavyosikia, labda kuna mwingine anachukia tu jina. Okay. Kwamba fulani sio hivi na hivi na anachukia tu jina. Okay. Kwa hiyo kasikia sikujui vizuri. Yaani kwa lugha rahisi maana yake tunaweza tukasema ni mtu ambaye ameambukizwa chuki. Chuki ndio. Okay. Kabeba chuki za watu wengine na yeye kaja nazo anaendelea kuishi nazo. Sawa, acha tuibebe hiyo. Hicho ni kitu ambacho Sajo Event yeye hapendi, chuki. Chuki ndio kitu ambacho hapendi kabisa kutoka kwenye jamii. Nini unavutiwa na serikali ya awamu hii ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan? Mimi navutiwa na maendeleo ya mama. Mama anaupiga mwingi. Ndio. Unamuona wapi? Namuona mbali sana. Ndio. Kwenye huo mwingi sekta gani ambazo unaziona hizi bwana hizi mama kaka? Kwenye miundombinu kama barabara, hospitali. Ndio. Sawa. Mwaka huu ndio mwaka wa uchaguzi. Umesema wewe na mambo ya siasa sio sana. Umejiandaa na nini kwenye uchaguzi? Mimi nimejiandaa kupiga kura. Ndio. Pamoja na kujiandikisha katika daftari. Wako tayari ushamwandaa? Na shamwandaa na kichinjio ninacho. Sasa bado. Sasa hujasikia? Bado sijamwandaa. Bado labda tayari ushaandaa. Hata sela bado.
Sera bado. Okay. Sawa, tukiwa tunamaliza. Kuna watu wengine wanatamani sana kuwa kama Sajo. Inawezekana wakawa wanamuona Sajo tu yule pale yule wanavyomuona yule kwa mafanikio haya licha ya changamoto ulizozieleza. Kuna wengine wale wapo wanazichukia tu, chuki zao wamezichukua kwa kuambukizwa. Unaweza ukawaambia sasa kwa mapito yapi wayapitie ili wawe kama wewe? Sana sana ni kuna kujituma kufanya kazi na kupenda unachokifanya. Okay. Ndio. Jitume na penda unachokifanya. Ndio. Unakuwa Sajo tayari. Ndio, unafanikiwa. Sawa. Bwana, tuko na Sajo Event na ndo tunamaliza hivyo, tuko mwishoni kabisa. Na kabla hajasema yeye anatamani kuwaambia nini watazamaji wa Maalim Media, natamani na wewe uendelee kuenjoy pia kufuatilia Maalim Media kwa kusubscribe, lakini pia kulike, kushare na kucomment, kwa sababu hichi ndicho chimbo pekee ambalo utaenda kupata story, lakini pia kuwafahamu watu maarufu ndani ya mkoa wa Katavi. Mimi nikwambie tu tupo eneo la home ground, ambapo hapa ndipo ambapo tunafanya mazungumzo yetu. Lakini hichi unachokiona mbele yako hiki bwana, ngoja tukipunguze kidogo. Hii ni kutoka hapa home ground. Lakini nikwambie tu endelea kuenjoy, tunaenda kumaliza na Sajo Events. Unatamani kuambia nini watazamaji wa Maalim Media? Mimi napenda kuwakaribisha katika kampuni yetu Sajo Event 2025. Tumejipanga vya kutosha, tuna vifaa vya kutosha. Tunawakaribisha sana wateja zetu. Pia tunawakaribisha kwa huduma zote. Ukihitaji viti, ukihitaji meza, ukihitaji mapambo, ukihitaji keki, kila kitu nakipata kwetu. Okay. Ndio boss. Sawa, kwa leo acha tukomee hapa na ndugu yangu Sajo mwa. Leo leo mwaka mpya wewe. Ungekuta tu unaitwa mwaka mpya. Shukrani sana kwa wote ambao wametazama Maalim Media na Sajo Events, ndio ambayo tulikuwa naye leo. Mimi naitwa Mr. City Dennis Mkakala.